Sylvester Marete ni umwe wa andu aria makoragwo na wathe na wĩtĩkĩtie na njĩra ya mwanya. Uyu ni umwe wa arutwo aria mari mathomo-inĩ ma kũruta wĩra nyũmba-inĩ cia mohoro na ihinda-inĩ rĩrĩ ari gũkũ kambuni-inĩ ya Royal Media ĩrĩa nĩyo nyene ceceni ĩno ya Inooro TV. Hebu chukua hiyo part ya kwanza. Kĩo gĩake nĩ kĩa mwanya wĩra-inĩ, akĩharĩrĩria tabarĩra iria cigũcoka cigũkinyĩre na ũcikenerere. Arokaga kĩroko tene na kũinũka acereirwo nĩguo wĩra wake ndũkagĩe na gatithio oro gothe. Wathe wake wamunyitire kuma oro gũciarwo gwake. Niko na disability inaitwa CP, yani cerebral palsy. Nilizaliwa nayo, nimekuwa hivi maisha yangu mzima, na kwa sababu ya hii disability lazima unaona navaa calipers kutembea, yani leg brace. Before nitumie hizo nilikuwa natumia tricycle ile ya migurudumu tatu na naenda nayo na mikono, and before that pia so time nilikuwa natumia wheelchair, lakini siku hizi natumia crutches. Ilikuwa ile mbaya sana, hata miguu zilikuwa zimeshikana. Nilienda for an operation when nilikuwa na miaka kama tuseme maybe around 4 years, ndio at least wafanye miguu zikae straight kidogo. After that nilikuwa nakaa tu kwa nyumba, sikuwa naenda a lot. Nilikuwa naenda on my all fours kwa nyumba. Then after nikaanza kwenda physiotherapy, yani exercise ya watu disabled, na hiyo ndio ilinisaidia kabisa. Walinifunza kujenga mwili ya juu kwanza. First hata before nipate hizi calipers nilipata back slap, na hizo zika bit different. Haziwezi zika bend, mguu iko straight throughout. Then nikafanya ma operations. There was a time nilikaa na mguu kwa cast for 3 months kabisa. Sasa ndio ikatolewa, nikapigwa mashindano kujaribu kusaidia, haikwenda poa, and then finally sasa ndio nikachukua hizi ma leg brace. Kĩu gĩtiarĩ kĩrigĩrĩria gĩa kũrĩkia mathomo make nginya gĩkĩro gĩa college, ona gũtuĩka moritũ matiagaga kũrĩ mũndũ ũrerutanĩria akinyĩrĩte ũndũ mũna na mũno arĩ na wathe. Miguu zangu ziko formed visawa, but saa hii CP yangu ilitokea as a result of prolonged labor. Mamangu alikuwa in labor na mimi for 24 hours. So kwa sababu ya hiyo muscle zangu hazija develop sana na miguu zimeshikana kidogo, so haziwezi zika straight bila usaidizi. Venye nilianzia, nilienda tu normal day school for secondary, primary, ilikuwa kawaida. Lakini kama sasa nilikuwa secondary, lazima nilikuwa na tricycle. Hiyo nilikuwa mara ya kwanza yangu kupata hiyo tricycle, na nakumbuka ilikuwa very stressful for my mom. Wiki ya kwanza alilazimisha mtu anipeleke across the road kusaa kwenda na hiyo tricycle, because ilikuwa just across the road, haikuwa mbali. Mamangu alikuwa paranoid kidogo. So fanya nilimaliza secondary, sasa ndio nikaanza kufikiria nini napenda kufanya. Challenges kusoma ni zile za kawaida kabisa. Sana kwangu ilikuwa kwenda shule. Hiyo ndio ilikuwa shida. Whether ilikuwa secondary ama hata kabisa sasa nienda college. College ndio ilikuwa shida, because saa hapo ilikuwa ile unajaribu kusave pesa, so baada ya kuchukua pikipiki una decide wacha utembee. Na nilikuwa natembea kutoka Gill House all the way hadi Azina Towers, na kwangu that was 1 hour 45 minutes, either 1 hour or 45 minutes depending on penye nitaenda. Na pia by that time nilikuwa na hizi calipers, na hizi zinakuwa na shida sometimes. Unaweza pata ukitembea maybe unakutana na shimo kwa barabara, inavunjika. Ikivunjika sasa lazima utembee na mguu mmoja, ama unaweza pata accident ina bend, so lazima uende ufanye welding. Arĩ na kĩoneki kĩa gũtuĩka mũthondeki wa ma wa cartoons,
wira uria ugucagiriria andu aingi agituma ndumiriri ya mwanya kuhetukira ucori hamwe na mawira mangi nyumba-ini cia mohoro. Na kwangu passion yangu ilikuwa kwa mavibonzo, movies, cartoons kabisa. So nilienda nikasomea 3D animation na multimedia. Sasa nikasomea for a while, for a short while niliondoka, nikarudi, sasa nimemaliza. Nakuja tu degree, nikaambiwa nimeitwa internship hapa. So kiuta internship nikakuja Citizen. Hapa Citizen nafanya kazi kabisa za TV production. Basically ni ku edit my shows, wase wanaenda wana film video zao, wakisha film kazi inakuja kwangu. Naletewa kwa machine, nikishaletewa kwa machine, hizo ma shots, ma footage naipanga pamoja, kuongeza music, nini, alafu sasa inapelekwa inakuwa broadcasted. Sana Ithagarine na pia Mogambo ya family. Sana nitengeneze ile bonzo nyingine nzuri sana, ile unaweza sema ni Hollywood quality ya majuu. Kwa sababu zile ziko hapa saa hii, hata ukiangalia mavibonzo zenye zimetengenezwa Kenya, cartoons. Mavibonzo sasa za Kenya hizo hazitumangi for entertainment, zinatumangi advertisements for simu, networks, wifi hizo. Mimi nataka ile serious, unaweza sema that hiyo ni Hollywood movie unaweza watch ama series. Kiria etikitie ni ati angikorwo mwiri wake wa na iguru ni raruta wira wega, maguru kwaga kuruta wira ti undu wa kumucokia na thutha. Kila kitu najifanyia, nyumbani najioshia nguo, najipikia, naweza hata osha nyumba, kwenda kujitayarisha kwenda, hiyo ni mimi nafanya. Ndio sana mimi wanashinda nikiambia watu, maisha yako itabadilika. Just because uko disabled hapa, si uko na mwili ya juu. Miguu hata kama ziwezi kafanya tizi yenye unataka, mwili ya juu inaweza. Aria mena wathe take ndaraga mataro ma mwanya oro hamwe na aria matari na wathe. Mimi na motivated kabisa by the fact that niko disabled. Hiyo ndio motivation yangu. Because kama kuna kitu napenda ni watu kuniona venye niko na wanashangaa wakijua venye nafanya. Because kama juzi tu nilikutana na mtu kwa barabara sasa nilikuwa naelekea huku. Aliniambia ati ameniona nikitembea kazini, niko hapo 6:30 nimefika hapo Kencom ndio nielekea hapa, na alisema ile bidii uko nayo. Alisema nimejaribu. So hiyo ndio inakuanga motivation yangu. Nataka watu wajue wakiniona that hii disability haitanifanya nisifanye venye nataka. My dreams nita-achieve. Hiyo ndio motivation yangu. Wewe kama uko disabled lazima ujiulize, just because unafanya kitu different na watu wengine, hii na mimi utapata depression. Hiyo ni wewe una decide. Kama disability itakufanya lose hope, hiyo ni wewe umedecide. Because some things hawezi ukabadilisha. Mimi kuna watu wengine wako na CP, inalingana na venye iko. Kuna wengine wako na CP na wako sawa, unaona anatembea na cane peke yake. Mimi yangu haiko hivyo, so mimi lazima nitakuwa na hizi. But nimedecide maisha yangu sitapata stress kwa sababu ya hiyo. Just because mimi niko disabled does not mean mimi si binadamu kama wewe, na umtreat kama venye ungependa kutritiwa. Nema ate na hata hapa most of the time unaona watu unapanda stairs na watu wanakuambia naweza kusaidia, na hiyo kwa by the ni nzuri kwa sababu kuna watu wanakusaidia, but hiyo nasema unless siwezi nikaifanya, wacha niifanye venye naifanya. Unless ni vile kupanda siwezi, ama nimechoka. Hata zaidi nilikuwa naenda shule napanda hadi 15th floor. Mimi by the time nifike 15th sijaanza kusweat. Watu wengine wako poa tu, hawana disability, by the time wafike 5th wameanza kusweat. So disability kwangu it is not disability, it is not inability. Wathe tikwiremo. Jetago Simon Kibe.